Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu. Na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lenye background ya nyekundu. Lakini ukisha subscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kama huja subscribe, ni rahisi sana kuweza kupitwa na video zetu. Na hapo utahitaji unga wa ngano nusu kilo sawa na vikombe 4 vya chai vyenye ujazo wa robo lita. Lakini vile vile utahitaji chumvi kijiko kimoja cha chai, utahitaji hamira vijiko 3.5 vya chai. Lakini vile vile utahitaji sukari, na hapa sukari utahitaji kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Na kama una upenzi labda na sukari, unaweza kuzidisha vijiko, unaweza kuweka 2 au 3 kutokana na upenzi wako. Lakini vile vile unaweza usiweke kabisa sukari kwa yule ambaye hatumii kabisa sukari. Na utavichanganya, na ukichanganya hakikisha unavichanganya pembeni pembeni. Angalizo, utakapoweka hamira hakikisha hamira yako usiweke pamoja na chumvi vikakutana. Uviweke pembeni pembeni na uvichanganye pembeni pembeni. Ila sukari na hamira havina shida. Kisha utatumia maji ya vuguvugu, na hapo utahitaji maji ya vuguvugu mils 380 sawa na kikombe 1.5 cha chai. Hiki ni kikombe 1.5 cha chai chenye ujazo wa robo lita. Kwa hiyo utahitaji kikombe 1.5 sawa na mils 380. Lakini angalizo lingine, kwenye kiwango cha maji kinatofautiana vile vile kutokana na aina ya unga. Na kwa mfano hapo umeweza kuona nimeweka maji yangu hayo mils 380 nimeweka katika awamu 2 tofauti. Ila si lazima sana, unaweza kaamua vile vile ukaweka yote katika pale mwanzoni unapoanza kuweka maji. Napenda kuweka katika awamu tofauti kwa sababu unga unatofautiana katika kunyonya maji. Kuna aina ya unga ambayo haichukui maji mengi sana, lakini kuna nyingine ambayo utazidisha kiwango cha maji. Kwa hiyo kiwango vile vile nilichokupatia unaweza kuzidisha au kupunguza kutokana na aina ya unga. Kisha utaongeza kitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula na bata ambayo umeyeyusha vijiko 2 vya chakula. Kwa hiyo utachukua bata yako kama ni Blue Band au nyingine aina yoyote ile, utaiweka katika chombo katika sehemu yenye joto ili ipate kuyeyuka, na kuchukua kitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula. Kisha utaviweka katika donge lako na kuendelea kuvikanda. Na hapo utakanda mpaka uhakikishe donge lako limekuwa laini kabisa. Lengo ni kupata skonzi laini au mikate laini. Kwa hiyo unatakiwa ukande mpaka uhakikishe imekuwa laini, donge lako limekuwa laini. Ndio siri vile vile ya kupata mikate au skonzi laini. Na kama hauna bata nyingine aina yoyote ile, unaweza kutumia tu mafuta ya kawaida haya ya kupikia. Ukishaona umekuwa laini kabisa, utaufunika na kuweka sehemu yenye joto na kuacha ndani ya dakika 60 mpaka 90. Inategemea na kiwango cha joto katika eneo lako. Baada ya dakika 60 utaona tayari umeshakwisha kuvimba. Kisha utatoa hewa kwa kuanza kuchanganya. Na hapa utaukanda sana, utachanganya tu kuondoa ile hewa, na kisha utamishia donge lako katika kibao. Ukiangalia donge lako bado ni laini, na wala usigafilike kuongeza unga ili liwe kavu, hapana. Lengo tunataka kupata mikate au skonzi laini kabisa za vitunguu saumu. Ni mikate mitamu sana. Tafadhali usiache kujaribu. Ukiangalia donge lako utaliweka katika shepu ya duara ili uweze kulikata katika sehemu zinazolingana. Kisha utaanza kukata. Na si lazima sana kukata kwa design ambayo nimeifanya mimi. Unaweza kutumia kwa design yako yoyote ile ambayo umezoea, lakini lengo ni kupata maduara ambayo yatakuwa yana ukubwa wa kulingana. Kwa hiyo kwa mimi napendelea kuweka katika kibao na kuanza kukata katika design hizi ambazo inakuwa rahisi sana katika kuja kuchomoa na kusokota. Kumbuka donge lako linatakiwa liendelee kuwa katika hali ya ulaini. Kwa hiyo utachukua vidonge vyako na kuanza kuvisokota kupata vidonge vidogo vidogo kama vimpira vidogo vidogo. Kwa hiyo kiwango cha skonzi utakazopata ni kutokana na kiwango cha ukataji wako ulichofanya. Si lazima sana kukata idadi ambayo mimi nimekata, unaweza kuzidisha, lakini vile vile si lazima sana kukata ukubwa ambao nimekata, unaweza kupunguza au ukauzidisha, ni kwa mapenzi yako. Kwa hiyo utakata katika vidonge vyako ambavyo unavihitaji na kuvisokota kuhakikisha umepata viduara vidogo vidogo. Tunataka kuwa na skonzi au mikate yenye maumbo yanayofanana yenye kuvutia. Kwa hiyo ukiangalia kama mimi hapa nimepata vidonge 12, ila unaweza ukapata zaidi kama utataka vidogo vidogo kwa wingi zaidi, au ukapata pungufu kama unataka makubwa. Kisha utapaka mafuta kiasi katika frampeni yako ili kusaidia
vidonge vyako visinganganie. Na frying pan kama utakuwa na ile frying pan nzito itakuwa ni vema zaidi, kwa sababu itasaidia mkate wako au skonzi zako zisishike lakini zisiungue. Kwa hiyo moto utakuwa ni wa size ya kati. Kwa hiyo frying pan inapozidi kuwa nzito zaidi ni vema zaidi. Kama una frying pan unaweza kutumia sufuria yako yoyote ya kupikia, kama unayo nzito itakuwa na yenyewe ni vema zaidi. Kwa hiyo kwa idadi ya vidonge unavyoviona ni 12, lakini kwa frying pan nimetumia frying pan ile ya size ya kati, vitatoshia vidonge 9 pekee. Kama una frying pan kubwa zaidi inamaanisha vidonge vyako vyote 12 vitatoshea, au unaweza kutumia katika sufuria. Utavifunika na kuacha viweze kupumua na kuweza kuumuka. Kwa hiyo ukiangalia kama hapa, baada ya muda utaona vimesha vimba. Ni muhimu sana kufunika, inasaidia kwa vidonge vyako kuendelea kuhifadhi unyevunyevu na kusababisha mikate yako kuja kuwa milaini. Haitakuwa migumu wala ngozi kuwa ngumu. Utawasha jiko lako la gesi na utawasha katika moto wa chini kama ulivyoona, na kisha utaweka frying pan yako yenye mikate yako, na kisha utafunika. Utafunika kwa sufuria au kifuniko kingine ambacho kitakuwa kina nafasi kwa katikati. Utaipika ndani ya dakika 20 kwa moto wa chini, dakika 15 mpaka 20 itakuwa iko tayari kwa upande wa chini na unaweza ukageuza. Lakini ndani ya dakika 15 mara nyingi inakuwa iko tayari. Kisha utachukua mfuniko wako mwingine na kisha utaupaka mafuta ili kusaidia wakati unapogeuza skonzi zako au mkate wako usiweze kungangania kwenye chombo ambacho unageuzia. Kwa hiyo utageuza kwenye mfuniko wako mwingine na kisha utarudisha ule upande ambao ulikuwa juu uweze kuendelea kuiva. Ukiangalia kama hapo tayari nimesharudisha, kisha utafunika na kuendelea kupika upande huu wa chini uliogeuza kwa dakika 10 mpaka 15. Mara nyingi itakuwa dakika 10 mpaka 12 inakuwa tayari, lakini kama moto uliweka chini sana utabidi usubiri mpaka dakika 15. Na baada ya hapo utachukua parsley zako na kisha utaziosha vizuri na kuanza kuzikatakata. Hizi ukiziangalia ni fresh parsley. Unazichuma, unaziosha, kama hauna nyumbani unaweza kwenda tu kununua zinauzwa. Unaosha vizuri na kuzikatakata na kuziweka katika chombo chako kingine, kibakuli au sahani au chombo chochote ambacho kitakuwa kina kiasi kidogo. Na kisha utaongeza bata ambao umeyeyusha, inaweza ikawa Blue Band kama unatumia Blue Band kwenye kula mikate au kingine chochote. Na kisha utaongeza vitunguu saumu kijiko kimoja. Hivi vitunguu saumu utakuwa umeshavimenya na kuvitwanga twanga kijiko kimoja. Utachanganya katika mchanganyiko wako, na kama ni mpenzi wa bata au Blue Band kwa wingi unaweza kaendelea kuongeza mpaka kiwango ambacho utakipendelea wewe. Kumbuka mkate wako kisha utegua utaendelea kufunika kwanza kidogo, na kisha ili ule unyevu uendelee, ile joto liendelee kubaki kidogo liweze kuja kuyeyusha bata yako utakapoweka kwa juu. Na ukiangalia mkate wako uko tayari, haujaungua sehemu yoyote ile, skonzi zako zinaonekana vizuri. Kisha utachukua mchanganyiko wako na kuanza kuupaka kwa juu. Naomba mchanganyiko huu utaupaka wakati mkate wako bado ukiwa wa moto moto. Hapa ndo nimetoa tu mkate jikoni na kuja kuuweka katika kibao. Kwa hiyo maandalizi ya hivi vitu vingine vya parsley pamoja na hiyo bata unafanya wakati bado mkate wako uko jikoni, ili mara utakapotoa tu mkate wako uweze kuupaka wangali ukiwa na moto. Na hii inasaidia hii bata au Blue Band inakuwa inazama vizuri katika mkate, lakini na hizi parsley zinakuwa zinatoa harufu yake nzuri kwa sababu zinakutana na lile joto la mkate. Angalia mkate wako uko tayari kwa ajili ya kuliwa, unavutia. Mkate ukila wa moto wako unapendelea kula wa moto au uliopoa, lakini ukila kwa wa moto wa aina hii unakuwa ni mtamu sana. Harufu ya kitunguu saumu inasikika vizuri, na vile vile inasaidia zaidi kusikika vizuri kwa ajili tuliweka wakati bado ikiwa ya moto. Na ile ambayo tayari tulikana katika unga na yenyewe imeshapata joto, imetoka, imekuwa nzuri. Ukiangalia mkate wako ni mlaini, umeiva vizuri, umechambuka vizuri. Upikaji wa mkate huu ni rahisi sana. Tafadhali usiache kujaribu, lakini vile vile kusubscribe katika chaneli yetu.